yawe ni kuomba na kupokea tu? Je, tutakuwa tunawaza tu juu ya mahitaji yetu bila kufikiri juu ya baraka tunazopokea? Je, tutakuwa wapokeaji wa rehema zake bila kuonyesha shukrani zetu kwa Mungu, bila kumsifu kwa yale ambayo ametutendea? Hatutoi maombi mengi sana, lakini tunatoa shukrani kidogo sana. Niweke vizuri kidogo hapa, nadhani kama nimetafsiri isivyo sawa. Iko sawa. We do not pray any too much, but we are too sparing of giving thanks. Yani kana kwamba inatakiwa tusiombe sana, lakini tuweke shukrani nyingi. Wale ambao walikuwepo, nadhani ilikuwa ni siku za kwanza, nikawaambieni hivi, nenda ukajaribu hii staili ya maombi, utakuja kuniambia siku moja ni kitu cha ajabu kinatokea maishani mwako. Muombe Mungu vitu vitatu au vitu viwili. Andika kwenye kadi yako, kama una kadi ya maombi, nategemea staili yako. Andika kadi yako ya maombi, andika vitu vyako viwili au vitatu, lakini sindikiza na vitu kama 15 vya kumshukuru Mungu. Kila wakati soma vitu vitatu, soma vile 15 vya kumshukuru Mungu. Endelea kurudia hivyo hivyo. Nataka nikuambie, utatendewa mambo mpaka utashangaa. Ni kwa nini? Kama kuna kitu ambacho kinamtikisa shetani, ni pale watoto wa Mungu wanapomsifu katikati ya changamoto. Anaogopa kabisa kisikia hicho kitu hicho. Akiona kuna mtu sasa hivi ninavyoongea ana saratani, anaumwa, ina maumivu makali, lakini badala ya kulia na kulalamika, Mungu wangu mbona niko hivi, mbona umenifanyia hivi, badala ya kulalamika anasema asante Yesu kwa kuwa bado ninakutambua. Maombi ya mtu huyu yana nguvu. Sikiliza anachosema Ellen White hapa. Anasema hivi, anasema ikiwa upendo na wema wa Mungu ungetufanya tutoe shukrani na sifa zaidi, tungepata nguvu kubwa zaidi katika maombi yetu. Anza kujipima wewe mwenyewe. Unapoingia kwenye maombi, ni kitu gani ambacho unatanguliza kwanza? Unaongea na Mungu kitu gani? Nenda ukabadilishe staili kuanzia leo. Wiki hii zote hizi siku 10 hizi tumemwambia Mungu tufundishe kuomba, na ametufundisha. Sasa anasema mnaponi approach, mkija kwangu, hebu tangulizeni yale ambayo nimewatendea. Si kana kwamba Mungu anapenda kusifiwa, ila Mungu anastahili kusifiwa. Mwangalie jirani yako, mwambie hiyo sentensi umeelewa au arudie tena. Amekuambiaje? Amesemaje? Ameelewa. Sifa zinakata minyororo. Kama hujui, nenda kaangalie Paulo na Sila wakiwa gerezani. Hawakuanza kulalamika, Mungu umetutuma tukutumikie, tazama tumefungwa Baba. Mungu tumefanya kazi yako, tazama mateso haya. Mungu tulikuwa tunahubiri, wametufunga na makamba haya. Walaaniwe Baba, wavunje mikono yao. Wao kazi yao ni kuimba sifa. Haleluya. Wakati wanamshukuru Mungu, milango ya gereza ikafanya nini? Nataka nikuambie leo, wengine kufunguliwa kwako kupo katika sifa. Acha kulalamika, msifie Mungu, utaona matokeo yake. If the loving kindness of God called forth more thanksgiving and praise, we would have far more power in prayer. We would abound more and more in the love of God and have more bestowed to praise Him for. You who complain that God does not hear your prayers, change your present order and mingle praise with your petitions. When you consider His goodness and mercies, you will find that He will consider your wants. Ikiwa upendo na wema wa Mungu ungetufanya tutoe shukrani na sifa zaidi, tungepata nguvu kubwa zaidi katika maombi yetu. Tungezidi kuongezeka katika upendo wa Mungu na kupokea zaidi, ili tumshukuru na kumsifu. Ninyi mnaolalamika kwamba Mungu hasikii maombi yenu, badilisheni utaratibu wenu wa sasa na changanyeni sifa na maombi yenu. Mtakapofikiria wema na rehema zake, mtagundua kuwa yeye atazingatia au kuyatimiza mahitaji yenu. Haleluya. Hata hivyo sijatafsiri vizuri hapa sentensi moja, naona kama sijaitendea haki. Anasema you who complain that God does not hear your prayer. Wewe unalalamika kwamba Mungu hajibu maombi yako, change your present order. Badilisha mpangilio wako wa sasa. Hiyo ndio tafsiri sahihi zaidi. Issue ni mpangilio.
Kumbe mgogoro wa maombi yetu saa nyingine kujibiwa, mpangilio unachangia. Ndio maana hata Yesu wakati anawafundisha kuomba akasema, bali ninyi msalipo semeni baba yetu. Ona huo mpangilio, baba yetu, baba yetu. Kumbe wakati mwingine mpangilio unaweza kuvuruga kabisa matokeo ya maombi. Naomba unitazame vizuri ninapolinganisha mpangilio wa maombi na mpangilio wa kibiolojia. Katika vitu ambavyo ninaviamini kisayansi, na baadhi ya madaktari walioko hapa hasa ambao wanadili na tatizo la ugonjwa wa kisukari, tunaamini ya kwamba research za hivi karibuni zimethibitisha, mojawapo ni Dr. Jason Fung, unaweza ukasoma kitabu chake kinaitwa Diabetic Code. Imethibitika kabisa ya kwamba vyakula ambavyo huwa vinaleta sukari au kuongeza unene, ukijua namna ya kupangilia, unaweza kumanipulate, kuvichanganya visikudhuru kama utajua mpangilio sahihi. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au umechanganyikiwa. Amesemaje? Amesemaje? Amechanganyikiwa. Sawa. Carbohydrate, sukari zote tunajua zipo kwenye makundi ya kuongeza sukari. Hiyo hatuna mjadala, sayansi imetuweka wazi kabisa. Sasa hivi karibuni Jason Fung na wenzake wengi, ukisoma research zao utakuta hilo. Wanasema hivi, wamegundua ya kwamba mtu ambaye anapenda sana kula wali ni mbaya, hakuna mjadala, lakini akajikuta anapenda sana kula wali, na anasema ikiwa huyu mtu atatanguliza mboga nyingi za majani na protini, wali uwe wa mwisho, ana manipulate hormone kiasi kwamba ule wali ukitua hauwezi kuspaki ile sukari sana, maana mwili una taarifa ya majani na protini. Kwa hiyo wanasema mpangilio unamata, jinsi ambavyo unapangilia inamata sana. Unakula nini? Niliposoma research yake nikawaza, sisi Bongo tunavyowakazania watoto wetu, acha kwanza nyama, kula ugali, utakula mwishoni, alafu vimboga kidogo. Nenda kwenye mahoteli makubwa, hizi hoteli kubwa hizi, kuna hizi hoteli kubwa ambazo wewe ukiingia kula chakula hatuulizi bei kwanza. Ukiona mtu anaingia hoteli anauliza wali marage shingapi, elewa mama ntilie panamhusu. Ila hizi hoteli kubwa wewe ukiingia huulizaji bei, unatoa oda. Sikiliza wanavyokujibu tofauti na mama ntilie jinsi walivyo. Hizi hoteli kubwa zote ukauliza mna nini hapa, wanakuambia tuna samaki, tuna nyama ya ng'ombe, unasikia hiyo list tuna mboga na vitu kama hivyo. Ndipo swali la pili, inaenda na nini? Itaenda na ugali, itaenda na wali, itaenda na viazi. Njoo kwetu mtaani, una nini? Wali maharage. Yaani kinachoanza kwanza ni nini? Mpangilio tu wenyewe ni mgogoro. Vivyo hivyo katika uzoefu wangu wa kumwendea Mungu, niliwaambieni mchana asubuhi ya kwamba katika masuala ya kiroho hakuna mtu anayejua kila kitu. Ni kujifunza kila siku. Nione hapa nilivyo, uniache hivi hivi. Natoka hapa nimefundisha, nimemaliza, nitarudi tena kusoma, lazima nipate muda nisome tena, maana nimegundua katika hazina ya Mungu hatujamaliza, hatujafika hata kidogo. Kwa habari ya maombi ninajifunza kila siku, nimekubali bila ubishi wowote. Mpangilio unachangia sana. Moja nyingine ni nia ya ndani, uelewa wako kuhusu Mungu unachangia. Baadhi ya watu ambao tumekuwa nao hapa katika huduma, kina mzee Odera na wengineo, wameshuhudia kwa macho yao hapa, watu wamefunguliwa bila nguvu, bila nguvu kubwa, kwa sababu swala la kiroho halina uhusiano na misuli ya duniani. Ni nguvu ya Mungu ndio ambayo inafanya kazi. Sasa kwa kadri ninavyomuelewa huyu Mungu alivyo, yani jinsi ninavyoendelea kumwelewa vizuri, ndipo nina relax zaidi. Yani jitihada zangu zinakuwa kidogo, za kwake zinakuwa zaidi. Haleluya. Kuna level moja ya maombi hatujaifikia, ipo kwenye Biblia, bado hatujaifikia. Tukifikia hiyo utaenjoy. Anasema mkiwa katika kusema mimi Bwana nitajibu. Yani una haja ya kuomba, yani ile tu unawaza tu hivi, unawaza tu ada ya mtoto wangu, Mungu anakuambia angalia salio la M-Pesa. Sisi leo ile tu ukiwaza
Voda kama vile wanajua, wanakuongezea songesha, wanakwambia unaweza kukopa mpaka. Utafikiri kama wanaona. Badilisheni utaratibu wenu au mpangilio. Kitabu cha Filipi sura ya 4 fungu la 6 anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Maneno haya yanayotafsiriwa kwa shukrani, ambapo huku kwenye Biblia ya kwako ya Union Version ametumia neno pamoja na kushukuru. Ninadhani Kiswahili cha kisasa kimeweka neno kwa kushukuru kama sijakosea. Ili neno kwa kushukuru ni maneno ambayo katika lugha ya Kiyunani inamaanisha ni kuchanganyana. Kwa hiyo ni sawa na mtu umwambie nahitaji maziwa uchanganye na sukari. Usije ukafanya hivyo, ni sumu. Usije ukafanya hivyo, usije ukafanya hivyo. Nimetumia tu kwa ajili ya kufundishia. Ni sawa na mtu mwambie kwamba nahitaji mboga za majani changanya na. Kwa ni tofauti na mtu aliyekwambia niletee supu ya mbuzi ikiwa na mboga za majani. Hiyo ni tofauti. Lakini kuna tofauti ya mtu aliyechukua supu ya mbuzi akachanganya mle ndani na mboga za majani ziko ndani ya bakuli moja, na ni kama vinakuja bakuli mbili. Hapa kuna supu ya mbuzi, hapa kuna majani imekuja. Lakini hii inayotajwa hapa kwa lugha ya Kiyunani maana yake ni kwamba ni kitu ambacho kinachanganywa ndani yake, unavimix pamoja. Ina maana kwamba maombi yako yanakuwa na mchanganyiko mzuri sana wa shukrani ziko ndani yake. Asubuhi nikawaambieni Agano la Kale, wakati sadaka zinatolewa kulikuwa kuna uvumba unafukizwa pale. Uvumba hauna maana kwamba ilikuwa ni hoja tu ya maombi ya watakatifu, hapana, ni zaidi ya hapo. Moja ya sababu ya uvumba ilikuwa kuondoa harufu mbaya ambayo ilikuwa inatokana na damu za sadaka ambazo zinatolewa pale. Kwa hiyo shukrani ni kitu ambacho kinaleta maombi yetu yawe na harufu nzuri kabisa mbele za Mungu. Kwa lugha nyingine, Paulo hapa anasema wazi kwamba shukrani inapaswa kuambatana na maombi yetu. Shukrani hutuondoa kwenye hofu na kutuleta katika hali ya amani na uaminifu kwa Mungu. Haleluya. Zaburi 100 fungu la 4, andika, utasoma kwa muda wako, mimi naenda kwa spidi kidogo. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, sio na kushukuru. Ina maana unaingia kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidiwe jina lake. Haleluya. Ikitokea unaingia kanisani kwenye ibada hiyo, umeingia tu pale pap, umekaa. Kwanza tu niseme, ukikanyaga ule mlango pale pap, unaingia ndani ya moyo wako, mwambie Mungu, ninakushukuru maana nimeweza kufika kanisani. Kuna watu wanatamani kuja kanisani, hawawezi. Wewe umepewa hiyo nafasi, mshukuru Mungu. Haleluya, haleluya. Na shukrani kwa shukrani. Neno na shukrani ni kile ambacho kinaenda kiwa kimeambatana. Wakolosai 4 fungu la 2. Hii inahitaji mtu mwingine anisomee huko, nina sababu. Mzee Mkundi kama yupo, au kama hayupo tupate mwingine. Wakolosai 4 fungu lile la 2. Alafu tutaenda Waebrania 13:15. Haya mafungu yote mawili sitaki niyasome mimi, nina sababu za msingi kabisa, kwa sababu kuna vitu nahitaji leo muweze kuvibeba leo mbele za Bwana. Nina microphone nyingine iko hapa nzuri tu na ina upako, maana imesemewa na mzungu. Aya, Wakolosai 4 fungu la 2. Hebu soma hapo mzee Mkundi. Wakolosai 4:2, alafu tutaenda Waebrania 13 fungu lile la 15. Wakolosai 4 fungu la 2, na baadaye tutaenda Waebrania 13 fungu la 15. Tuna mtu ana Kiswahili cha kisasa hapa mahala fulani? Hiki cha zamani ni cha zamani. Nataka tuende vyote. Kama kuna mtu anacho, nyosha tu mkono mahali ulipo. Sitakwambia usome wewe, tutachukua, tutasoma sisi wenyewe. Asante. Dada yangu anayo pale. Kuna mwingine yuko karibu? Haya, tuanze na hiyo sasa mzee.
Anasema dumuni sana katika kuomba. Sikiliza hiyo, stop kidogo, naomba kila mmoja sikilize vizuri hapa. Amesemaje hapo? Anza. Dumuni sana katika kuomba. Jamani, maombi kuna wakati unayaacha. Naongea na watu wa binadamu. Maombi kuna saa unayaacha. Dumuni namna gani? Sana. Upo kanisani, uko barabarani, uko ofisini kwako, wale madereva unaendesha gari, dumu katika kuomba. Endelea kidogo. Mkikesha katika kuomba huku na shukurani. Mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Ishia tu hapo. Nenda Waebrania 13:15. Waebrania 13:15. Paulo hapa anatufundisha kutenga muda wa makusudi kwa ajili ya kushukuru. Kwenye kitabu changu ambacho nadhani baadhi tumegawagawa hapa, cha siri ya maombi yaliyojibiwa, nimeandika aina 7 za maombi, na mojawapo ni maombi ya kushukuru. Aina hii ya maombi, unaingia mbele za Mungu, humwambii kitu chochote, kazi yako ni kumwambia asante, asante, asante. Taja orodha ya vile vitu ambavyo Mungu amekutendea, huku ukimshukuru. Unamshukuru, asante kwa ajili ya hiki, asante kwa ajili ya hiki. Ukitenda hivi, utashangaa hata vile ambavyo ulikuwa unawaza kumwambia atakutendea. Soma hiyo mzee. Waebrania 13:15 inasema basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iungamayo jina lake. Tunda la midomo iungamayo kitu gani jamani? Jina lake. Jina lake. Tumezoea kwamba tunatoa sadaka ya pesa, vitu, lakini kumbe midomo yetu inaweza kutoa dhabihu pia. Kuanzia leo badilisha staili yako ya kuomba. Haleluya. Badilisha. Nini faida za kuomba kwa shukrani? Tunapata nini tukifanya hivi? Namba moja, kama unaandika, kuna watu wanaoandika ili nisiende kwa spidi kali sana. Kama mnaandika nyosha mikono ili nijue kabisa watu wanaoandika. Asante sana. Sitaki niwaache. Namba moja ni kuimarisha imani. Kuomba kwa shukrani kunaimarisha imani. Ukiona imani yako inalegalega mahala fulani, ingia katika kuomba kwa kushukuru, imani yako itaimarika. Nitakupa sababu. Akili yako unavyoendelea kuisemesha matendo makuu ya Mungu, ndipo akili yako inabadilishwa mtazamo kutoka udhaifu hadi uimara wa Mungu. Tunachokitamka mdomoni kinaathiri ubongo wetu. Ndio maana mnakumbuka mliokuwepo tulisema pamoja ya namna ya kubadilisha hatima yetu ya maombi na uchumi wetu ni kujinenea mambo ya namna gani? Mema, mambo mema. Jinenee mema, jinenee. Ukisema mimi naona sitatoka kimaisha, hutatoka kimaisha, maana umejinenea tayari. Lakini ukisema ninamshukuru Mungu kwa kuwa baraka na amani iko kwangu. Waliokuwepo kwenye ibada ya leo wakati mchungaji anahubiri, kama ulimsikiliza vizuri, kuna kitu umeondoka nacho katika ibada ya leo. Wangapi walikuwepo? Nione mikono. Kama ulikuwepo, na kama hukuwepo, rudia somo la ibada ya leo. Lile somo lilikuwa super. Haleluya. Na zile shuhuda zilikuwa za pekee sana. 2 zimegusa moyo wangu. Moja ni yule mtu ambaye ameamua kumtumikia Mungu, anakuja kufunguliwa midomo yake akiwa anahubiri. Ile ni imani ya ajabu sana. Tunahitaji watu ambao wanathubutu kwenda kufanya biashara. Mtaji unaotakiwa ni milioni 3, na katika mfuko wake, akaunti yake ana 100,000, lakini anamwamini Mungu awezaye kumshawishi mtu akampa bidhaa kwa kumwamini. Tunaita mali kauli. Hasa shida, unaenda kwa wasiwasi, sijui atanielewa. Mwenye kusitasita, moyo wangu hauna furaha naye. Niliwaambieni mimi wakati namwomba Mungu anipe gari, naishi Kitunda. Pastor Mshola nakumbuka, maana tulipambana naye sana wakati huo, tukapita kona za kutosha. Nikaanza kupractice imani. Nikafika kule Banana, nauliza bei ya matairi. Imani. Ila tu walinibana waliponiuliza gari yako ni size gani. Ndio na mimi nashtuka, kumbe zina masaizi tena. Nilikuwa sielewi. Nikasema hapa hawa wananichanganya. Nikatoka, nikaenda kwenye garage, nikauliza jamani,
mnafanya service za magari hapa? Wakaniambia ndio. Ni shilingi ngapi? Yaani mimi nilikuwa najua kwamba service ina bei inayofanana zote. Wakaniuliza swali, unatumia oili gani? Nikaona wananichanganya, nikamwambia nitarudi baadaye. Practice imani. Haleluya. Ellen White anasema kama watu wa Mungu wangefanyia mazoezi kitu gani? Imani. Na ili imani ikue, imani huja kwa njia ya kusikia. Kusikia sio lazima kwa mtu, hata unachojisemesha wewe. Kijana mmoja mwanafunzi wa uchungaji aliniambia, pastor, nasikia kuombea wagonjwa. Nikamwambia endelea mbele, waombee. Akanambia nina swali moja tu, wasipopona? Nikamwambia haikuhusu. Haikuhusu kwa sababu sio wewe, sio kazi yako, ni Mungu anatumia mikono yako. Kama Mungu akiacha, si ni yeye mwenyewe. Nikamwambia lakini nakwambia lazima upitishwe kwenye zoezi kwanza la imani, na ni jana nafikiri tumejifunza hapo kama sijakosea. Lazima upitishwe kwenye zoezi la imani. Kuna saa utaona mambo hayaendi, waombaji. Kuna saa utaombea mtu amepagawa na pepo, utaombea hata masaa 3, 4 mpaka 6. Unashanga hivi ni kitu gani? Na shetani akishaona ule mchezo jinsi ulivyo, anachukua kigoda chake, anakuja kukaa karibu na wewe, anakwambia huna nguvu za kiroho, labda umpigie pastor. Ukipiga unaambiwa mteja unayempigia hapatikani kwa sasa. Sikiliza nikwambie, ukijua kwamba Mungu yuko ndani yetu, utafanya kazi ya Mungu ukijua sio wewe, ni Mungu ndani yako. Mtu afunguke sasa, afunguke kesho kutwa, sio kazi yako. Hata mimi watu nao waombea, sio wote wanaopona saa hiyo hiyo. Kuna mtu tulimwombea hapo, aliondoka bado anaumwa, amekuja kutuma message siku 3 baadaye, anasema usiku nimeshangaa ule mgongo wote ulikuwa unauma, kuisha. Haleluya. Muda hautoshi, ilikuwa hapa tusome shuhuda za kutosha hapa kabisa. Nikamwambia nadhani ilikuwa ni siku ya Jumatano, nikamwambia nenda ukapime tena, wakuambie hizo pingili zikoje, maana alikuwa na changamoto ya pingili. Ameenda kule kupima, wakabishana na daktari. Daktari anamwambia unapima nini? Tulishamaliza na tulikuelekeza dawa. Akamwambia daktari, nimepona. Wakavutana wiki hii tu siku 10 za maombi, wakavutana hapo. Akamwambia tu nipime, si ni hela yangu mimi natoa. Asema wewe endelea na dawa na mazoezi kama kawaida. Akamwambia sikiliza, kuna kitu kimetokea. Daktari akamwambia wewe una matatizo. Kitu gani kimetokea? Asema mimi nimepona. Akamwambia basi inama, maana ulikuwa huwezi kuinama. Akashuka mpaka chini, akakota kitu, akapanda mara 2 mara 3. Daktari akashtuka, sasa au umekunywa dawa za maumivu? Akamwambia hapana, hakuna dawa ninayotumia. Ndipo anakubali kumpima, kucheki, kila kitu kiko okay. Nini kimetokea? Hakuna anayeweza kuelezea. Hata mimi ninayeongea na wewe siwezi kuelezea. Mlimsikia mzee Odera hapa akisema jamani, leo nimeona kwa macho yangu, nimeshangaa kabisa. Mtu ambaye alizaliwa akiwa sikio moja halisikii, amepona humo ndani chini ya dakika 15. Yaani mzee Odera akishangaa, hata na mimi nilikuwa nashangaa pia. Yaani usione kwamba muombaji anajua vitu, na mimi yule mtu anatoka sasa, Mungu leo umetusurprise. Huyu ndiye Mungu ninayekuambia habari zake. Maana yangu ni nini? Huyu Mungu sio wa Mbaga, ni wa kwako pia. Nenda kafanyie mazoezi. Kabla ya kuombea watu, kaombee kuku wenye kideri. Nenda kwenye banda pale, kwa jina la Yesu Kristo, nenda ukaombe. Unajua watu wanafikiri kwamba kwenye imani unavuka mara moja tu. Nenda kamuulize Musa, alipitia zoezi. Anza vitu vidogo vidogo, anza kuombea foleni barabarani. Haleluya. Mke wangu ni shahidi hapa. Leo asubuhi tunakuja, saa ya kusimama imekaribia, foleni ile tunafika tu, akasema foleni. Muulize, sikumjibu kitu, kimya, nikanyamaza. Tumekaa, sikusema foleni, sikusema cha heri wala cha shari, moyoni tu nikasema Mungu, ule muda wa kusimama nasimama. Unafunguaje magari? Mimi naona ukiyafungua. Haikupita hata dakika 5. Shetani akasema nitawafuatilia. Kufika hapo katikati hapo karibu na sayansi boda, akaja akajaa nyuma ya gari huko Mzee Mjinja.
Sasa mama ananiambia simama, nikamwambia tuondoke. Simama tuhakikishe. Nikamwambia mama, hata kama taa imepasuka, boda utamfanyaje? Yaani utatenda nini? Mwisho nikasema basi ngoja nisiwe mbabe, nikapaki pembeni. Mama akashuka akaangalia, sema imekwanguliwa kidogo. Nikamwambia tusonge mbele, tuwahi kule kwenye neno. Nikikuambia huyu Mungu naye kuambia habari zake, nitazame hivi uniache hivi hivi, mimi naombea mpaka foleni. Maana Mungu amesema leteni hoja. Kwa naogopa mpaka foleni kabisa. Unaiona hivi kabisa, sema Mungu ingilia kati. Kwa nini nawaambieni mambo haya? Ili miujiza ikitendeka utukufu umrudie yeye. Ukiona kuna jema limetokea, hata wewe mwenyewe unakiri kabisa, unasema huu sio mkono wa kwangu, ni Mungu ametenda. Wafanya biashara wacha Mungu wanatafutwa kwenye kizazi hiki. Madaktari wacha Mungu wanatafutwa kwenye kizazi hiki. Wanasiasa wacha Mungu wanatafutwa kwenye kizazi hiki. Mtu ambaye anaweza kusimama kabisa kidete akisema mimi nitamwambia Mungu mambo yangu. Haleluya. Hata tunapopitia nyakati ngumu, tunapomshukuru Mungu, tunatoa dhabihu ya sifa. Haleluya. Shukrani ni njia ya kumtukuza Mungu hata wakati wa hali ngumu. Baadhi yenu mnajua hii story. Wakati sisi tunasoma Bugema, mchungaji mwenzetu akapata changamoto ya jipu kubwa kweli, akapeleka hospitali moja wanaita Mulago. Tukaenda kumwona pale, ni jipu limetoka kubwa alafu pabaya. Tunasikitika, mitihani na karibia, mchungaji mwenzetu anaumwa, yuko pale. Unajua kuna watu wakija kukuona hospitali wanakuongezea matatizo. Ukitoka hospitali usianze kulalamika, hukuja kuniona fulani, hukuja kuniona. Mungu alikuepushia mauti, maana kuna mtu angekuja ungeondoka. Wala sio kwamba ni mchawi, hakuna uhusiano wote na uchawi, ila tu akikutazama tu hivi umekuwa hivi, kumbe nimeisha. Mimi nawaunga mkono madaktari kule ICU. ICU haruhusu mtu kuingia yeyote. Unafika pale wanakuambia hapana. Wanakuambia tupunguze idadi ya watu wanaoingia kwa mgonjwa, kwa sababu kuna watu wengine wakifika hapo ni vitisho kweli kweli. Sasa na sisi tukafika kama marafiki wa Ayubu akina Elifazi Mtemani, wale ambao walienda kumwona Ayubu wakaomboleza siku 7, hawaongei chochote. Siku 7 ndume tu zinamwambia zinalia tu machozi, na sisi tukaenda hivyo hivyo. Kumbe mchungaji akagundua hao watu wataniachia mikosi hapo, tunahitaji kuondoka. Tukasema tuombe. Ombi lake lote anamshukuru Mungu, ninamshukuru Mungu. Nikasubiria wakati wenzangu wanatoka wanamalizia mlango, nikarudi nikamwambia pastor, mimi sikuelewa ugonjwa wote huu, wewe ni kushukuru. Sisi tumekupa pole, mitihani imekaribia, tunakupa pole. Anasema ninamshukuru Mungu. Kilichonitisha alisema, baba, ninakushukuru kwa kupata jipu hapa. Mmenielewa pabaya ninapopaongelea. Ninakushukuru kwa kupata jipu hapa Mungu, asante kwa kunipa. Hili ombi gani? Nikamwambia mchungaji, mimi umenigusa moyo, nimeona siondoki, niambie. Akaniambia, sasa Pastor Mbaga, iko hivi, Mungu amenitendea muujiza ambao ninyi hamuoni. Nyie mmeangalia mitihani, mimi nimeangalia Mungu aliyelitoa jipu ndani akalileta hapa. Atukuzwe huyo Mungu. Lingetokea kwenye ini, lingetokea kwenye ubongo. Nikamwambia basi pastor, nimekuelewa, naondoka eneo la tukio. Unajua kuna saa tunalalamika, Mungu angetufunulia tukaona mishale aliyotuzuilia, midomo yetu ingebadilisha maneno. Boda ilikuvunja mguu, kumbe target ilikuwa kichwa. Wakati nakuja spidi, malaika wa Bwana akaja, wakati anaizuia ikagonga mguu. Wewe kunalalamika, Mungu nitafanyaje shughuli? Kuna malaika anakutazama sasa, baba naye hapa kwa kweli ana mtoto, haelewi
alivyotendewa. Unajua Mtume Paulo kwa kujua hayo akasema, shukuruni kwa kila jambo. Limekupata, shukuru. Kuna mtu ananitazama hapa anasema, lakini kule kazini kwetu kuna watu wamenichongea kazini, bosi ananichukia kwa sababu ya maneno. Shukuruni kwa kila jambo, shukuruni kwa kila jambo, maana hujui kile ambacho Mungu amekuepushia. Huwezi kuelewa. Kuna saa kabisa, kuna trip ilikuwa uende na ilikuwa ina pesa ya kutosha, ilikuwa uende huko ukalipwe pa DM, ukalale hoteli nzuri, wakakulipe na mahela mengi. Kuna mtu akaingiza maneno, ukazuiliwa. Mshukuru Mungu, maana zile pesa hazina thamani kama uhai wako. Huwezi kujua kitu ambacho Mungu amekuepushia. Hata tunapopita nyakati ngumu, tunapomshukuru Mungu, tunatoa dhabihu ya sifa. Nilikuwa hata mimi sijui, nayeongea na wewe, nilijua tu kwamba namtolea Mungu sadaka, 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 na mimi nilikuwa sijui kumbe kumsifu na kumshukuru ni sadaka. Haleluya, haleluya. Inakuimarisha kiroho, inaleta amani ya moyo, inatoa furaha. Haya maombi kwa kushukuru yanaleta furaha, yanajenga tabia ya kuridhika. Nimeongeza spidi. Haya yanaimarisha imani. Maombi haya yanaleta amani ya moyo, lakini pia yanaleta furaha, yanajenga tabia ya kuridhika. Hii namba 4 ndiyo ambayo nitaka niweke kidogo uweze kuielewa. Tabia ya kuridhika. Aliye nacho ataongezewa, asiye nacho hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Kitendo cha kuridhika na kile ambacho Mungu amekupa inakuletea baraka ya kuongezewa. Haleluya. Hapa ndipo ninapowapenda Wasukuma. Nenda Mwanza, nenda Shinyanga, ukute Msukuma na baskeli yake, uone jinsi alivyoitengeneza vizuri. Nenda, utakuja kuniambia imepambwa vizuri. Baskeli ya Msukuma iko vizuri, halalamiki. Wewe una gari lako na yeye ana baskeli, lakini anaipenda baskeli yake, anakuonyesha kuridhika. Unajua kuna watu wengi sana hutapata zaidi ya ulicho nacho, kwa sababu kile ulicho nacho na chenyewe unalalamika. Sikiliza, kwa taarifa yako, maisha ulionayo kuna mtu anayatamani. Haya, mbona complain wewe? Kuna mtu akitazama anasema, mimi huyu Mungu ninashindwa kumwelewa kwa sababu ameweka laws, sheria zake zina govern, zinaendesha dunia kwa staili ya ajabu sana. Yaani huyu Mungu huyu. Kuna familia hivi tunavyoongea wanapokea mshahara milioni 10 kwa mwezi, ila hivi tunavyoongea hapa kuna familia wanapokea 200,000 na wote wanaishi. Mshike mkono jirani yako, mwambie wote tunaishi. Huyu Mungu ni wa ajabu sana. Ndio maana hapa Dar es Salaam hii kuna hoteli ukifika, wali kuku 8,000. Kuna eneo ukikanyaga leo hoteli hapo hapo, sehemu nyingine dai wali kuku buku 2,500. Mungu anasema wote kwa uwezo wao wa kiuchumi nitawapa. Kila mtu anapewa. Huyu Mungu ni wa ajabu sana. Haleluya. Jifunze kuridhika na maisha ulionayo. Mshukuru Mungu. Ukienda hawa madaktari akina Dr. Mpoki na wengineo hapa wamekuja, Dr. Singo naye yuko pale. Kama kuna watu ambao wanaona vitu ni hawa na manesi, ninawaheshimu na ujanja wako wote kwa nesi akikwambia geuka nikuchome sindano, inabidi ukubali. Alafu wewe una PhD, nesi ana cheti. Haleluya Bwana.
Mungu anabalansisha mambo. Eti kina Dr. Singo wameandika dawa, wao wanakwambia sisi bwana tumeshapata vipimo kule kutoka maabara, tumejua tatizo lako ni hili, sindano 3. Alafu unaambia daktari, niende wapi? Chumba cha sindano. Utaenda tu, atakushughulikia vizuri kabisa. Mungu ana balance. Nimekuja kujifunza hakuna mtu anaweza kuishi peke yake. Haleluya. Yule mtu ambaye unamuona yuko chini sana, Mungu amemweka kwa ajili yako pia. Shukuru kwa kila jambo. Sasa siku moja tembea hospitali, utakuta kuna wenzako ambao amewekewa mpira hapa. Unaona kabisa mpira umeingia kabisa. Unaona jinsi chakula kinavyozunguka pale kwenye ule mpira. Hawezi kula isipokuwa kwa namna hiyo. Kuna mmoja nilimuona anapumua kwa shida kabisa, lakini anaendelea kupumua. Unaona jinsi anapumua kwa shida kabisa. Ukitoka hapo utasema, yaani unaweza ukitoka tu kimwona ule mgonjwa anavyosumbuka, unasikia yale makohozi yanavyobana. Wewe ukitoka pale unaweza ukavuta, unajikuta na unavuta, niko sawa. Asante Yesu. Hakuna mtu aliye appreciate kupumua. Hakuna mtu aliyemshukuru Mungu kwa mapigo ya moyo. Unakutana na mwenzako anakuambia, mimi bwana, kila baada ya dakika moja moyo wangu unapiga mapigo zaidi. Wataalamu wana jina lao wanaita, wanajua wenyewe, wakina Dr. Janabi wanaelewa wao wenyewe huko. Lakini ukimkuta huyo mtu unashangaa, mnaongea mwenzako ghafla, alafu ndo anakuwa normal. Mwisho unawaza, mimi mbona ya kwangu haiendi hivyo? Asante Mungu kwa mapigo mazuri ya moyo. Kwa taarifa yako, hata kusikia ladha ya chakula shukuru. Hata kuwa na appetite, kwa mujibu wa kitabu cha Mhubiri, kula ni karama ya Mungu, ila isizidi kiwango. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu angalau kwa kuweza kukaa kwenye kiti. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kuweza kuvaa viatu. Yaani wewe wakati una complain viatu ni vibaya, sina viatu vizuri, kuna mtu anasema, mimi hata huo mguu wa kuvalia kiatu. Nahitaji ukitoka hapa uingie kwenye maombi binafsi, umwambie Mungu, nilishindwa kukushukuru lakini nakushukuru leo. Haleluya. Maombi haya yanajenga tabia ya kuridhika. Lakini yale maombi mengine ya kuomba na kushukuru, maana yake ni nini? Katika kuomba na kushukuru, nimesema ni ile design ambayo unaweza ukamwambia Mungu mahitaji yako kwenye kapu tofauti, lakini ukimaliza unamwambia Mungu shukurani kwenye kapu linalofuata. Wakati yale mengine una mingo pamoja, unachanganya, na kila aina ina tofauti yake. Haya ya pili ambayo unataja mahitaji yako alafu unaleta shukrani zinajitegemea, au unatanguliza shukrani kwa muda ndipo unaleta mahitaji yako, pia ni maombi yanayokubalika. Faida yake ni kwamba yanazidisha ibada ya kweli. Yaani unapoongea mambo yako, mwisho unagundua anayepaswa kushukuriwa katika yote ni Mungu wa mbinguni. Namba 2, yanachochea tafakari. Kwa kuwa wakati unapotaja yale mambo ambayo unamshukuru Mungu kwayo, unakumbushwa matendo makuu ya Mungu aliyokutendea huko nyuma. Nikatoa mfano huu kabla hatujaingia kwenye maombi. Sasa naomba uweze kusikiliza vizuri. Ninadhani watu wa media kama wanaweza wakadisplay hilo ombi itakuwa vizuri. Kama hawataweza nilisome. Mfano wa ombi kwa kushukuru, alafu baadaye tutaangalia mfano wa ombi na kushukuru. Kwa wale ambao wataweza kulisoma kwenye hiyo slide, ikiwa itawezekana basi, kama haiwezekani nisome moja kwa moja. Wataalamu, inawezekana? Inawezekana? Okay, mnaifanyia kazi. Ni mfano wa ombi kwa shukrani, alafu tutakuja mfano wa ombi na shukrani. Kama haipo naweza kuisoma, watakao angalia ipo Okay, asante. Online ndio wanaona, kumbe wa hapa hawaoni. Ngoja niisome tu kwa haraka. Mfano wa ombi kwa, alafu nitasoma mfano wa ombi na, ili uone jinsi yanavyokuwa tofauti. Kwa kushukuru. Baba wa mbinguni, na kushukuru kwa jinsi ulivyoniongoza hadi sasa. Kilichotangulia hapo ni nini? Ni shukrani. Ninapokuomba leo, ninaamini kwamba wewe umwema na mwaminifu. Asante kwa afya yangu, kwa upendo wa familia yangu, na kwa ulinzi wako kila siku. Na kushukuru kwa yale unayofanya sasa na yale utakayofanya.
nikiomba neema ya hekima na nguvu za kiroho, ninatambua kwamba wewe ni mwema, katika jina la Yesu, amen. Umesikia kuna hitaji lolote limetajwa hapo? Hakuna. Yote hii imebeba shukrani. Sasa nikuonyeshe hitaji lilipo sasa, ili uone kwamba limekuwa mingled, limechanganywa humo ndani, limechanganywa. Ndio maana hata huwezi kuliona kwa haraka, limechanganywa hapa. Asante kwa afya yangu, kwa upendo wa familia yangu na kwa ulinzi, sio hapo. Na kushukuru kwa yale unayofanya sasa na yale utakayo. Umeona limebebwa tayari humo ndani, liko humo tayari, limebebwa humo ndani. Ni sawa na mtu akupe juisi iliyochanganywa na embe, ambayo ni embe na parachichi. Ukiambiwa parachichi liko wapi na embe liko wapi, ni mpaka usikie ile ladha yake. Mfano wa ombi na kushukuru. Sikiliza hii: Mungu wangu, leo sitaki kuomba chochote, badala yake ninakuja mbele zako nikikushukuru kwa kila jambo. Asante kwa uhai na afya, kwa familia yangu na kwa marafiki wanaonitia moyo. Asante kwa chakula, makazi na kazi ambayo umenipa. Ninakushukuru hata kwa changamoto. Sikiza vizuri hapo, kwani zimenifanya niwe na imani zaidi kwako. Ninakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, ambaye hunitunza siku zote, kwa jina la Yesu, amen. Ukisikiliza hili ombi vizuri, anasema badala yake ninakuja mbele zako nikikushukuru kwa kila jambo. Ukisema kila jambo, kuna uwezekano ukitaja listi ukasahau mambo fulani, kwa imebebwa ndani yake, lakini linakuwa na ladha ukiwa na listi. Ndiyo maana nikasema muombaji mzuri yeyote, ukitaka uwe vizuri katika hili, wakati mwingine kuwa na kadi yako, unaandika kadi ya kushukuru, kadi ya kushukuru. Andika vitu vyako, orodhesha, andika, viandike. Wakati mwingine soma. Mtu mmoja wakati nafundisha akasema, sasa mchungaji, nikisoma si nitakuwa nimefumbua macho? Na mimi nakuuliza, hakuna andiko linasema mkiomba mfumbe macho? Ukiwa nalo niletee. Hii tunaposema tufumbe macho tuombe, ni mishonari aliyetuletea kutoka kule kwao, na sababu zake za msingi ni zipi? Watu wakifumba macho kuna vituko vinatokea. Tena watu wa media, Mungu hawaguse sana wao. Kuna saa wakiona vitu wahamisha kamera. Kuna wakati wa maombi mkionyeshwa vituko vinavyoendelea na watu waliofumba macho, kuna mtu ndio muda wake wa kutengeneza sketi wakati wa maombi. Maana unajua nini? Ubongo unakudanganya kweli. Ubongo unakudanganya kwamba kwa vile umefumba macho kuna giza, unafikiri wote hawaoni. Ni hapa kwenye hili jiji ambao kuna shemasi mmoja aliiba bahasha yenye hela ya maana kabisa. Katoto kadogo ndio kalimuumbua. Ameona kile kitita, wakati ule mashemasi wanakusanya, wakati ameona ile bahasha imejaa, ile anachukua. Kumbe maombi yamekuwa marefu, maana watoto wadogo huwa hawastahimili maombi marefu. Yaani hao watoto wadogo, ukitaka usingie kwenye matatizo, dakika moja ukizidisha ngapi? 2, na iwe ni lugha simple. Sasa muombaji wa sadaka siku hiyo akawatoa Waisraeli Misri. Farao na majeshi yake wakapita, maji yakawafunika. Kwenye ombi hapo, Miriam akapiga na kuimba matowazi na kuimba kwenye maombi. Katoto kakashindwa zile lugha, kakafungua macho. Kumbe shemasi watu wameona hapa ndio watu hawaoni. Ile anachukua hivi, mtoto akapiga kelele, anachukua hela za Mungu. Maana kalifundishwa zile hela ni za nani? Ni za Mungu. Ndugu zangu, hii kufumba macho ni ili akili yako isije ikatekwa. Kamjusi kamepita, sijui kuna nini, tukio limetokea. Kuna watu wachache ambao tunawashauri wasifumbe macho sana kwenye maombi, nao ni mashemasi na wazee wa kanisa. Kabisa, wale wasifumbe sana macho, wana huduma maalum na hawana hatia yoyote. Natoa tu mfano. Jana wakati tunabatiza hapo kwenye maji, mtu amesogea tu kukanyaga maji, akapigwa shoti. Sio shoti ya umeme,
shoti ya Mungu, akaruka akadondoka juu ya jiwe. Sasa yule mtu kama amefumba macho, inatakiwa hudumiwe, si ndio hivyo? Kuna matukio ya dharura wazee wanatakiwa waone au mashemasi waone, kwa sababu pia wakati wa ibada kuna mtu Mungu anaweza akamfungua. Lakini wengine unakuta mtu anatazama, anaomba huko, anaangalia feni, kumbe ndio pameguswa kitu, pointi muhimu, ile feni inazunguka. Nao waikaze. Hapana, hapana. Naenda kwa spidi kidogo, tunaingia kwenye mambo muda si mrefu. Jinsi ya kuendeleza moyo wa shukrani, nitaenda spidi kidogo. Nikikuacha mahali utaniambia mchungaji, hapo umeniacha, rudia. Nyingine nimeshaisema. Namba 1, zoea kuandika baraka zako. Nimesemaje hapo? Zoea kuandika baraka zako. Na nikarekomendi kadi, sio karatasi. Kwa nini? Kadi inakaa muda mrefu. Kuwa na tabia ya kuandika baraka zako, na pale chumbani kwako unaweza ukabandika, unasoma. Unaisoma, ukifika pale tazama zile baraka, soma 2-3, unamshukuru Mungu. Namba 2, tenga muda wa kushukuru. Ifikia tu unapiga magoti mbele za Mungu, unamwambia leo nimekuja kukushukuru. Haleluya. Zamani tulikuwa na wimbo Dr. Mpoki, sijui kama uliwahi kusikia, asante Yesu, asante Yesu. Katika dunia yenye kelele nyingi na taarifa zisizo na mwelekeo, kuna sauti moja inayotufikisha karibu na Mungu. Karibu Pray God Media. Hapa tunatangaza neno la Mungu kwa ubunifu wa kisasa, tukileta mafundisho, maombi, nyimbo za kiroho na ushuhuda wa kweli unaogusa maisha. Lengo letu ni moja: kueneza Injili kwa kila njia inayowezekana. Kutumia media si kwa burudani tu, bali kwa wokovu.